Jioni njema popote ulipo mpenzi msikilizaji na hata mtazamaji wa BetCity FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Karibu kwenye taarifa za saa moja jioni majira ya Afrika Mashariki. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Nami jina langu ni Maureen Simiyu. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia ni kwamba Mahakama Kuu yamtambua Chepkoech kama mrithi wa mali ya shilingi bilioni 7 baada ya kipimo cha DNA. Na msitofahamu yazidi kuhusu aliko kamanda wa Iran Ismail Kani baada ya ripoti za kukamatwa au kuuawa. China yaonya Marekani kuhusu matumizi ya AI kijeshi. Irungu Nyakera ashutumiwa kwa kutumia vibaya mahakama kuzua vurugu kutokana na deni la kodi ya shilingi milioni 25 katika hoteli yake. Taarifa kamili. BetCity FM, the voice of the jungle. Na Mahakama Kuu ya Kenya imemtambua Chepkoech kama mrithi wa mali ya babake yenye thamani ya mabilioni baada ya kipimo cha DNA kuthibitisha kuwa yeye ni mtoto wake. Ameachwa nje ya orodha ya warithi kwa sababu hakuwa binti wake wawili wa babake. Chepkoech aliwasilisha kesi mahakamani mwaka 2016 baada ya kifo cha babake katika mapambano ya kisheria yaliyodumu karibu muongo mmoja. Na msitofahamu imeabuka kuhusu aliko kamanda wa kijeshi wa Iran Ismail Kani baada ya ripoti ambazo hazijathibitishwa kudai kuwa alikamatwa au hata kuuawa. Maafisa wa Iran wamekanusha madai hayo makubwa, huku serikali ya Tehran ikisisitiza kuwa kamanda wa Quds Force bado yuko hai na anaendelea kuongoza operesheni za kijeshi. Uvumi huo uliongezeka baada ya Kani kushindwa kuonekana hadharani katika kipindi ambacho migogoro ya kitanda ikiongezeka pamoja na mashambulizi yaliyolenga maafisa wakuu wa Iran. Na kwingineko ni kwamba China imeionya Marekani siku ya Jumatano kwamba matumizi kupita kiasi ya akili unde yani AI katika jeshi yanaweza kutumbukiza ulimwengu katika mustakabali wa kutisha unaofanana na ule wa filamu ya The Terminator. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump umekuwa ukitaka matumizi ya moja kwa moja na yasiyo na masharti ya kampuni changa za teknolojia ya akili unde yani AI katika shughuli za kijeshi. Pentagon imethibitisha kuwa mfumo wa Grok unaohusishwa na Elon Musk umeruhusiwa kutumika katika mazingira ya kijeshi. Wakati huo kampuni ya Anthropic imewekwa kwenye orodha nyeusi baada ya kukataa kuruhusu modeli yake ya AI ya cloud kutumika katika ufuatiliaji wa watu wengi na vita vya silaha vinavyojiendesha bila udhibiti wa moja kwa moja wa binadamu. Na kwingineko zaidi ya watu 100 wanaodaiwa kuwa washambuliaji walivamia hoteli moja mjini Kisumu inayohusishwa na mfanyabiashara Irungu Nyakera wakiharibu mali na kuwajeruhi wafanyikazi katika shambulizi la alfajiri. Nyakera alidai kuwa shambulizi hilo lilichochewa kisiasa, akisema lina uhusiano na juhudi za kumng'oa katika biashara hiyo ambayo amesema amekuwa akiendesha tangu mwaka 2019. Hata hivyo, Lake Basin Development Authority ilikanusha madai hayo ikisema kuwa swala hilo ni mzozo wa kibiashara unaohusiana na deni la kodi ya mpango linalofikia shilingi milioni 25 pamoja na kusitishwa kwa mkataba wa upangaji. Shukrani msikilizaji wa BetCity FM kwa kutenga muda wako kusikiza habari zinazoaminika za BetCity. Tutakomea hapo kwa sasa. Langu jina ni Maureen Simiyu. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Endelea kutegea BetCity FM, kitu kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Tufuatilie katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na hata TikTok upate mengi zaidi. BetCity FM, the voice of the jungle.